Catherine Perez Shakdam. Catherine Perez Shakdam. Catherine Perez Shakdam. Nimekuita mara tatu. Ndiyo, mara tatu, kwa sababu hadithi yako inaacha wengi midomo wazi. Uthubutu wako unaonekana ni mithili ya aliyeingia baharini usiku wa giza bila taa wala jahazi, akijua mawimbi yanaweza kummeza wakati wowote, lakini bado alihiari kuzama. Lakini nani huyu mwanamke aliyewahi kuizunguka dunia ya siasa za Mashariki ya Kati kwa namna iliyoacha wengi wakijiuliza, alikuwa mwandishi tu au kulikuwa na kitu kingine nyuma ya pazia? Huyu ndiye Catherine Perez Shakdam, mwanamke mwenye asili ya Kiyahudi aliyezaliwa nchini Ufaransa, aliyekulia katika mazingira ya Ulaya na baadaye kusoma na kuishi nchini Uingereza. Lakini safari ya maisha yake ilichukua mkondo ambao wachache wangaliweza kuitarajia. Katika miaka ya baadaye ya maisha yake, Catherine alijikuta akiingia katika ulimwengu wa siasa na fikra za Mashariki ya Kati. Wakati fulani hata alitangaza kuingia katika dini ya Kiislamu na akaanza kuandika makala zinazozungumzia siasa za eneo hilo. Hapo ndipo hadithi yake ilipoanza kuchukua sura ya kushangaza. Kupitia kalamu yake na uwezo wake wa uchambuzi, Catherine alijenga jina kubwa kama mwandishi na mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati. Makala zake zilianza kuonekana katika vyombo mbalimbali vya habari, na pole akapata milango ya kuingia ndani ya nchi ambayo mara nyingi huonekana kama ni ngome iliyofungwa kwa wageni. Naizungumzia taifa la Iran. Ndani ya Iran, Catherine hakubaki mgeni wa kawaida. Alialikwa katika mikutano, mijadala na majukwaa ya kisiasa. Alifanya mahojiano na viongozi wakubwa wa taifa hilo, akiwemo aliyekuwa rais wa Iran Ebrahim Raisi. Kwa muda alionekana kama mtu aliyepata imani na ukaribu wa mfumo wa kisiasa wa Iran, jambo ambalo si rahisi kwa mtu kutoka nje ya nchi hiyo. Lakini kama msemo wa Swahili wasemavyo, samaki mkunje angali mbichi, lakini bahari bado ina siri nyingi. Miaka ilivyopita, baadhi ya wachambuzi na vyombo vya habari walianza kujiuliza maswali mazito kumhusu. Je, Catherine alikuwa mwandishi tu au kulikuwa na kazi nyingine iliyokuwa ikifanyika kimya kimya nyuma ya pazia? Tuhuma zilianza kuibuka dhidi yake kwamba huenda alikuwa akikusanya taarifa nyeti kuhusu mifumo ya ndani ya Iran, ikiwemo mazingira ya kisiasa na namna taasisi zake zinavyofanya kazi. Wapo waliodai kwamba huenda alikuwa na uhusiano na taasisi za kijasusi za Magharibi, madai ambayo mara nyingi yamehusishwa na idara ya ujasusi ya Israeli, Mossad. Hata hivyo, Catherine mwenyewe aliwahi kukanusha madai hayo na kusisitiza kwamba yeye alikuwa mwandishi tu na mchambuzi wa kisiasa. Lakini mashaka yalipoanza kuongezeka, hali ilianza kubadilika. Ndani ya Iran jina lake lilianza kuzungumzwa kwa tahadhari, na kama wahenga wasemavyo, ukiona moshi ujue kuna moto mahali. Inasemekana kwamba wakati tuhuma zilipoanza kuchomoza waziwazi, Catherine aliondoka Irani. Safari yake ikaishia nje ya nchi hiyo, huku mijadala ikiendelea. Je, alikuwa mtafiti wa kawaida au alikuwa mtu aliyepenya ndani ya mfumo wa taifa hilo kwa ustadi wa hali ya juu? Lakini kama ilivyo hadithi nyingi za ujasusi, mwisho wake haukuja kwa kelele, bali kwa ukimya. Kadri mashaka ilivyoanza kuenea ndani ya Iran, Catherine aliondoka nchini humo kimya kimya. Taarifa zinaonyesha kuwa ziara zake nyingi ndani ya Iran zilifanyika hadi mwaka 2017 na kufikia mwaka 2018. Safari zake zilikuwa zimefikia mwisho, huku akiondoka nchini humo kabla mlango wa uchunguzi haujafungwa kabisa. Inaelezwa kuondoka kwake hakukuwa safari ya kawaida ya abiria wa uwanja wa ndege. Baadhi ya simulizi zinadai alitoroshwa kwa siri kupitia maeneo ya milimani ya Zagros karibu na mpaka wa kaskazini wa Iran, kabla ya kuondolewa katika eneo hilo kwa msaada wa watu waliokuwa wakimsaidia katika operesheni hiyo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, baada ya kuvuka mipaka Iran, aliondolewa kwa ndege maalum na kupelekwa nje ya eneo la hatari, hatua iliyofanya mamlaka za Iran kugundua ukubwa wa tukio hilo baada ya yeye kuwa tayari ametoweka. Chambilecho wa Swahili, mgeni akiondoka huacha kivuli cha maswali nyuma yake. Ndivyo ilivyokuwa baada ya kuondoka kwa Catherine Perez Shakdam ndani ya taifa la Iran. Aliondoka kimya kimya, lakini simulizi yake ikaacha gumzo kubwa katika duru za siasa na ulinzi wa taifa hilo, gumzo ambalo hadi leo bado linawaacha wengi wakijiuliza. Leo hii hadithi yake bado inazua mjadala kuhusu medani za siasa na ujasusi. Kwa baadhi ya watu, Catherine ni mwandishi aliyethubutu kuingia katika mazingira magumu ya kisiasa. Kwa wengine ni mfano wa namna dunia ya ujasusi inavyoweza kujificha ndani ya sura ya kalamu na maneno. Lakini jambo ni moja, halipingiki. Hadithi ya Catherine Perez Shakdam imeacha alama katika mijadala ya siasa za Mashariki ya Kati. Hadithi ya mwanamke ambaye aliingia ndani ya milango iliyolindwa sana na akatoka huku akiacha maswali mengi kuliko majibu. Ni kama vile bahari ya Hindi ilivyo na kina kisichoonekana kwa macho ya juu, ndivyo pia simulizi hii inavyobaki na mafumbo mengi dhidi yake. Swali kubwa linabaki na kuendelea kuwasha mijadala katika duru za siasa za Mashariki ya Kati ni hili: kwa nini hasa jina la Catherine Perez Shakdam ilianza kuhusishwa na tuhuma za ujasusi? Sababu kuu iliyofanya wengi waanze kumtazama kwa jicho la tahadhari na ukaribu wake usio wa kawaida na mfumo wa kisiasa wa Iran. Akiwa mgeni kutoka Ulaya, Catherine aliweza kupata nafasi ambazo hata baadhi ya waandishi wa ndani hawakuwa rahisi kuzipata. Aliandika makala katika vyombo vinavyo
kuhusishwa na taasisi za serikali. Alialikwa kwenye mikutano ya kisiasa na kidini na hata kufanya mahojiano na viongozi wa juu wa taifa hilo. Kwa wachunguzi wa masuala ya ulinzi, ukaribu wa aina hiyo kwa mtu kutoka nje ulionekana kama jambo lisilo la kawaida. Ndipo minong'ono ya mashaka ikaanza kuchipua polepole. Zaidi ya hapo, baadhi ya wachambuzi walidai kwamba kupitia safari zake na maandishi yake, Catherine aliweza kuelewa kwa karibu namna mifumo ya kisiasa na kijamii ya Iran inavyofanya kazi. Ndipo baadhi ya vyombo vya habari na wachambuzi wa siasa wakaanza kudokeza uwezekano wa uhusiano wake na taasisi za ujasusi za Israel, Mossad, madai ambayo yaliendelea kuzua mjadala mkubwa katika medani za siasa za kimataifa. Hata hivyo, Catherine mwenyewe amewahi kusisitiza mara kadhaa kuwa yeye ni mwandishi na mchambuzi wa kisiasa tu, akikanusha kabisa madai ya kuwa sehemu ya operesheni yoyote ya kijasusi. Hivyo basi, simulizi ya Catherine Perez Shakdam inaendelea kubaki kati ya ukweli unaojulikana na maswali ambayo bado hajajibiwa. Kwa upande mmoja ni hadithi ya mwanamke aliyefanikiwa kuvuka mipaka ya kiutamaduni na kisiasa na kuingia ndani ya mfumo mgumu wa taifa la Iran. Kwa upande mwingine ni simulizi inayowakumbusha wengi kwamba katika ulimwengu wa siasa na ujasusi, mara nyingi ukweli huonekana wazi kama mwanga wa mchana, bali hujificha kama kivuli cha jioni, kinachowafanya wengi kujiuliza, je, Catherine alikuwa mwandishi aliyethubutu kupita mipaka au alikuwa mchezaji wa mchezo mkubwa zaidi uliokuwa ukichezwa nyuma ya pazia? Abdullahi Mashi, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.